Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa Biblia yako kitabu cha Yoshua 24 14 tutaenda kufika mstari wa 25. Mstari wa 14, basi sasa mcheni Bwana mkamtumikie kwa unyofu wa moyo na kwa kweli, na kuiweka mbali miungu ambayo baba zenu walitumikia ng'ambo ya mto na huko Misri, mkamtumikie yeye Bwana. Nani kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni vile mtakaye mtumikia, kwamba ni Mungu kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu walitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa katika nchi yao. Lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Hao watu wakajibu wakasema, hasa tusimwache Bwana ili kuitumikia miungu mingine, kwa maana Bwana Mungu wetu yeye ndiye aliyetupandisha sisi na baba zetu kutoka nchi ya Misri. Yenu mkaielekeze mioyo yenu kwa Bwana Mungu wa Israeli. Ndipo hao watu wakamwambia Yoshua, Bwana Mungu wetu ndiye tutakaye mtumikia, na sauti yake ndiyo tutakayoitii. Basi Yoshua akafanya agano na wale watu siku ile, akawapa amri na agizo huko Shekemu. Acha tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru ni kwa ibada hii ambayo Bwana umetupatia siku ya leo. Neno lako Baba liko mbele zetu, naomba Mungu ukazungumze nasi na sisi sote tukabarikiwe nawe, na ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Naweza tukaketi. Bado tuko katika dini yetu ya mwaka huu ambao ni serving God with total commitment, and that brings victory and joy unto our lives. Mara tunaendelea na kujifunza na kufunzana, na tuone vile ambavyo tutazidi kujipeana mbele za Bwana kwa ajili ya utumishi wake ambaye ametupa nafasi ili tukamtumikie. Na basi mahali ambapo unaposoma hicho kitabu cha Joshua pale kifungu cha kwanza, ni baada ya Musa mtumishi wa Mungu kuaga. Mungu naye akamwita Joshua na akamwambia, mtumishi wangu Musa amefariki, hivyo basi ni wakati wako uongoze wana wa Israeli mkavuke mto Yordani mpaka ile nchi ambayo nilikuwa ninawaahidia baba zenu. Na hivyo ndivyo Joshua alivyofanya. Unaposoma chapter 1 ukiteremka, na baada ya kuvuka mto Yordani, alipofika kule Kanaani, akawanya kila kabila na sehemu yao, na akawapa kila kabila ya Israeli mahali pao pa kuishi. Lakini mahali tumesoma kifungu cha 24, tunaona kwamba aliwaita tena viongozi wa kila nyumba, wazee wote, akawakusanya mahali pale ambapo panaitwa Shekemu, na pale alikuwa anawaambia ya kwamba basi imefika wakati mmekuwa mkitumikia miungu mingine, ile ambao baba zenu walitumikia kule Misri, na ile ambao walitumikia hata hapa Kanaani, ambaye baba yao mmoja ni Ibrahimu. Na basi akamwambia kwamba ni wakati ambao umefika, na ili mkachague kati ya ile miungu ambayo baba zenu walikuwa wanatumikia na miungu na Mungu ambaye aliwatoa Misri akawaleta katika nchi hii, na ambaye anawasaidia kwa mambo mengi, na ambaye anawaweka mpaka sasa. Mchague kati ya huyo na hiyo miungu ya baba zenu. Bwana Yesu asifiwe. Na basi tunapoona kutumikia Bwana, tunapoona kumtumikia Bwana kwa kujitolea, committing ourselves in serving the Lord, we have to
in several ways or in various manners, hali ambayo ningependa kuangalia siku ya leo. Na ni jambo moja ambalo aliwaambia unaposoma mahali tumesoma kifungu cha 24 mstari wa 14. Maandiko yanasema kwamba basi sasa mcheni Bwana mkamtumikie kwa unyofu wa mioyo na kwa kweli. And I want to tell you today, if you want to commit yourself in serving the Lord, you need to serve Him with sincere heart and also with faithfulness. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni jambo ambalo aliona Paulo, akaona kwamba hawa watu ndio wanaweza wakasema wanamtumikia Bwana, lakini ukiangalia maisha yao hawamtumikii Bwana sincerely way, hawamtumikii Bwana faithfully. Ndio wanamtumikia Bwana lakini sio kwa uaminifu, sio kwa uwazi. Wanajifanya wanamtumikia lakini kuna miungu mingine wanatumikia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kwa basi tuwaimisha, basi ni lazima ama itabidi mtumikie huyu Mungu kwa uwazi na kwa uaminifu. Kama ni kumtolea Mungu sadaka, unamtolea Mungu sadaka kwa uwazi na kwa uaminifu. Kama ni fungu la 10, unamtolea Mungu fungu la 10 kwa uwazi na kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji anaeleza kwamba hata fungu la 10 unapotoa mbele za Bwana unamtumikia Bwana, lakini the moment you are not faithful before the Lord, Mungu anaweza kukasirika na wewe. Na kuna kitu baya kwa mtu ambaye alikuwa anamjua Mungu tena kurudi nyuma. Hicho ni kitu ambacho kinafanya Mungu akasirike, na anaweza akakufanya vibaya, anaweza akakuturu huyo Mungu tu vile unavyomuona hivi. Ni afadhali yule ambaye atamjua Mungu haende kwa miungu mingine aitumikie. Lakini wewe ambaye unamjua Mungu, wewe na mimi kuondoka katika wewe wa Bwana na kutomtumikia kwa uaminifu, hiyo ni jambo ambao Mungu hawezi akafurahia. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ninabidi sasa hata even as we commit ourselves faithfully in serving Him, we should serve Him with sincere hearts and also faithfully. Bwana asifiwe. Ndio Mungu basi anapendezwa. Nilipokuwa nasoma habari hizi za miungu, maana ukiona miungu jua kuna Mungu aliye juu ambaye ni Mungu wa kweli, na pia kuna tule miungu twingine ambaye ni kwa shetani amejiandalia. Na wakati ambapo tunaenda kutumikia kwa kwetu miungu twingine, ukienda kwa mganga kwa mfano, halafu ufanye visivyo na vile ambavyo vinakuangisha, utakuwa na madhara. Bwana asifiwe. Ukiambiwa beba hii kitu na isinyeshewe, na ukiwa kwa barabara mvua kunyesha inyeshewe, itakuwa ni shida. Na ni hivyo kwa Mungu wetu. Anaangalia mtu ambaye anajiandaa kumtumikia, anaangalia mtu ambaye anamtumikia kwa uaminifu, anaangalia mtu ambaye moyo wake uko tayari kumtumikia, na anapomtumikia anamtumikia kwa moyo wa uwazi na kwa moyo ambao ni wake wote. Bwana asifiwe. Na hivyo ndivyo Joshua aliwaagiza wana wa Israeli, basi kama mnamtumikia Mungu, you need to serve God with sincere hearts and also serve Him faithfully. Amen. Lakini sio kutumika kama vile tunatumikia ile miungu mingine. Bwana asifiwe. Hapo ni mambo mawili. Kama tumoja umeshikanisa yote. Because we cannot hide sincerity, it means absence of pretense. Yani kujifanya. Kama uko sincere kwa Mungu wako, basi unajifanya. Kama uko sincere kwa Mungu wako, basi unajifanya. You are pretending that you are serving God. If you are not sincere before the Lord, if your heart is not sincere, then it means that you are hypocrisy. You are an hypocrite. You are a pretender before the Lord. And they say pretenders are worse than what? So don't pretend that you are serving God, whereas you are serving other things. Serve God with sincere heart and faithfulness in you. Bwana asifiwe. Because
That is what God wants. You need to choose. Mstari wa 14, mstari wa 15, maandiko yanasema kwamba nani kama mkiona ni vibaya kumtumikia Mungu, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu walitumikia ng'ambo ile ya mto, ama kwamba ni miungu ya wale Waamori ambao uliwapata huku Kanaani. Kuna mahali Mungu alikutoa wewe na mimi. Kuna Musa ambaye alitutoa akatuleta katika mwanga. Na hivyo basi tunastahili kukaa, tunapokaa katika maisha ya mwanga, tuelewe ya kwamba tunastahili kumtumikia Mungu. Tunastahili kumtumikia, tuchague kati ya kumtumikia Mungu huyo ama yule ambaye alikuwa huko. Tulipokuwa katika giza, kulikuwa na miungu tulikuwa tunatumikia kule. Lakini wakati uliokoka, wanakwenda katika mwanga, tunastahili kumtumikia yeye. Na ndio maana Joshua anawaambia wana wa Israeli, basi kama haipendezi machoni mwenu kumtumikia Mungu aliye hai, aliyewatoa kutoka kwa utumwa wa Israeli huko Misri, basi chagueni hivi leo mtakayemtumikia. Bwana asifiwe. Na naendelea kusema kwamba namjua ya kwamba mimi Joshua na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. So uelewe ya kwamba ni jambo ambalo ni la binafsi. Wewe mwenyewe ndio unabaki kuchagua nani utakayemtumikia. Joshua alianza na yeye mwenyewe akasema, mimi kama mzee wa nyumba, mimi kama Joshua nitamtumikia Bwana, na pia na nyumba yangu ni mke na watoto. Na hao wengine wanakuja baadaye, lakini kumtumikia Mungu tunaanza na wewe. Wewe binafsi, sio kwa familia, lakini wewe useme kwamba mimi nani? Mimi wewe. Useme jina lako. Sema jina lako. Mimi nani? Mimi nani? You are going to declare before the presence of the Lord that from today I want to serve the Lord. From today Benjamin nitamtumikia Bwana. Mambo ya mke na watoto ni baadaye. Bwana asifiwe. Mambo ya mke na watoto ni baadaye mzee. Mambo ya mama na neno wangu baadaye. Lakini wewe sema kwamba kuanzia leo mimi mwakani nitamtumikia Bwana. Na utakuongeza ongeze pia na familia na nyumba yako. Nyumba yako ni mahali ambao sasa ni mama na wale wengine. Bwana asifiwe. It is an individual thing. You need to be clear. Hata wakati ulipotoka au kwa sababu ya wengine, wewe mwenyewe ulifikiria, uliambiwa neno, ukasikia kwamba unataka kuondoka na ukaamua wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. Mahali pale haukuwa na wazazi, mahali pale mke wako hakukuwepo, mahali pale watoto hawakukuwepo, wewe ulijipatia mzigo huo, ukasema kuanzia leo nataka nifanyike Bwana, bali na ufalme wa mbinguni hata kauli akaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Bila ulifanya hivyo hata kwa utumishi wa Mungu ni hivyo hivyo. You to declare by yourself. Bwana asifiwe. Joshua akawaambia, basi chagueni kama ni miungu hiyo ambapo na babu zetu, kama ni hii, kama ni huyu Mungu ambaye alitusaidia. Jambo lingine ni kwamba kama unahitaji kumtumikia Mungu wa kujitolea, we need to serve God in holiness. We need to practice holiness. Holiness ni utakatifu. Ukaa maisha ambayo ni utakatifu. Na basi akawa kuambia, chagueni leo ndani mko mnatumikia. Na basi wakawa kumwelezea. Unaposoma mstari wa 16, baada ya kuambia wachague, kuna mambo anaelezea pale. Mungu wetu alifanya nini? Mungu wetu alitupigania. Kwa changa alitembea pamoja nasi. Hatukukosa chakula, hatukukosa maji. Kwa maana alitupigania. Kwa Wamisri alitupigania. Kwa nini tuache huyu Mungu tukamtumikia Mungu mwingine? Wakawa wakielezea mambo mengi yale Bwana alikuwa amewaambia. Wakawa wakimwambia kwamba Mungu alikuwa mwema kweli.
ambaye mtumishi wa Mungu Joshua anawaambia usome hiyo mstari wa 16. Usome tu mstari wa 19. Baada ya kuhesabu mambo hayo yote, Joshua anawaambia nini? Mstari wa 19, Biblia inasema hata naweza 18. Bwana ndiye aliyewafukuza watu wa mataifa yote watoke mbele yetu, naam Waamori waliokaa katika nchi hii. Basi kwa sababu hiyo sisi nasi tutamtumikia Bwana, maana yeye ndiye Mungu wetu. Joshua anasema nini? Joshua akawaambia watu, hamwezi kumtumikia Bwana kwa kuwa yeye ni Mungu mtakatifu, yeye ni Mungu wenye wivu, atawasamehe makosa yenu wala dhambi zenu. Baada ya wana wa Israeli kuona kwamba Mungu amewasaidia, wakawa wakisema kwamba hatuwezi kumwacha huyu Mungu wetu, Joshua akawaambia watu hawa, hamwezi kumtumikia Mungu kwa hali hii, maana Mungu wetu ni mtakatifu na ni mwenye wivu. Bwana asifiwe. Alielewa kwamba wana wa Israeli wako na miungu mingine, hawajamtii Mungu wa kweli, hawachagua kumtumikia Mungu wa kweli. Itakuwaje sasa waamue tu kumtumikia? Sasa hivi Joshua akawaambia haiwezekani kumtumikia Mungu, ni kwa maana Mungu wetu ni Mungu ambaye ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hivi basi, it is our call today that we need to live a righteous life. We need to live a life that is full of holiness before the Lord. Ni kwa maana Mungu hata hajihusishi na dhambi, na mwenye dhambi ana sehemu katika ufalme wa Mungu. Mwenye dhambi ana sehemu katika uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi ya wana wa Israeli ilikuwa ni moja tu, kwa imetajwa mahali hapo kwa Biblia, na usitumikie miungu mingine ila tumini Mungu wa kweli. Hiyo ni amri ya ngapi? Amri ya ngapi? Hiyo ni amri ya ngapi? Ya kwanza. Nani anasema ya kwanza? Na usitumikie miungu mingine, msitumikie miungu mingine. Ya kwanza. Na usitumikie miungu mingine ila tumini. Na basi kuna sheria nyingi ziko pale, kuna amri nyingi ziko pale. Mimi sijui siku ya leo ile ambayo imekulemea ni kali, sijui ile ya kuiba, sijui ile ya uongo, sijui ile ya uzinzi, sijui ile ya usherati, mimi sijui ile kali, lakini Mungu anasema siku ya leo, kama kuna dhambi ambayo kulemea siku ya leo, hauwezi kumtumikia Mungu ungali unaishi katika dhambi hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa maana Mungu anahusiana na dhambi. Unastahili ukate dhambi, ukue msana mbele za Bwana, utende yaliyo mema mbele za Bwana, ndio uweze kumtumikia. Na uweze kumtumikia Mungu unless you are holy. Praise the name of the Lord. Kama una utakatifu ndani yako, basi kwa Mungu sema unastahili uache hiyo dhambi, unastahili uache makosa, kile ambacho ni chukizo mbele zake Bwana. Wote wanaotenda mbele za Bwana ni kwa maana Mungu wetu anaona. Hawezi ukajipita machoni mwa Bwana. Unaweza ukajipita kwa mke wako, akienda mapu fanya mambo yako, akienda sokoni fanya mambo yako, lakini hawezi ukajipita kwa Bwana. Macho ya Bwana yako kila mahali yanaangalia wanaotenda mazuri, wanaotenda mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Angalia kile bado kuna mbele za Bwana. Hawezi ukatumika kwa Bwana. You cannot serve God without commitment when you are in sin. You need to consecrate yourself and be holy before the presence of the Lord, because our God is holy, and therefore we have also to be holy. Bwana Yesu asifiwe. That is the book of Nasoma Petro wa kwanza, kitabu cha kwanza mstari wa 16. First Peter chapter 1 verse 16. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa maana mimi ni mtakatifu. Imeandikwa ya kwamba mtakuwa watakatifu
kwa maana mimi ni mtakatifu. It is written, be holy for I am holy. It is a call, yaani wito kwa Wakristo wote wakuwa watakatifu mbele za Bwana. Ni kwa maana Mungu mwenyewe utakatifu unaanza na yeye. Basi ukianza na yeye, wale waliotenganishwa na jina lake nastahili kuwa watakatifu mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kumtumikia Bwana ungali unaishi katika dhambi. Nimesema kwamba mimi sijui ni mtani nimekukalia. Wana wa Israeli walikuwa wanaabudu sanamu, walikuwa wanatumikia miungu ya mababu zao. Lakini siku ya leo mimi sijui dhambi yako, dhambi yangu maana niko hapo ndani. Sijui ni mtani bado tukalia. Nataka tuache hiyo dhambi, tukue holi mbele za Bwana, tukue watakatifu mbele za Bwana, na ili utumishi wetu usije ukadharauliwa. Bwana asifiwe. Ni kwamba unamtumikia Mungu katika dhambi. Sifikirie watu hawaoni. Watu wanaangalia maneno yako, wanaangalia vile unavyoishi, wanasema kama utumishi ni wa huyu ndugu, kama utumishi ni wa huyu mzee, kama utumishi ni wa huyu mama, basi hapo hakuna utumishi. Tumefanya utumishi wetu ukadharauliwa mbele za Bwana. Tunamtumikia Bwana, tumefanya ule utumishi na ukadharauliwa mbele za Bwana. Ni kwa sababu tunaishi maisha ambayo hayampendeshi Mungu. Tunaishi maisha ambayo ni ya dhambi. Tunaishi maisha ambayo ni ya kunang'ania tu dhambi. Unang'ania kama hapa. God is watching. So you need to watch on your life. How you live. You live your life. Maana Timotheo wa pili 2:19 maandiko yanasema God knows his people. Mungu anajua wale wake, wale wanaomtumikia Mungu anawajua, wale ambao ni wanafiki anawajua, wale ambao hawamtumikii kwa ukweli anawajua. God knows his people. Yaani Mungu anajua wale wake. Na Neema wakaimba wimbo, wanajua walio wake. Anafanya nini? Anawahifadhi walio wa Bwana, hawatendi dhambi. Na hiyo ni maandiko, Timotheo wa pili kifungu cha 2 mstari wa 19. Biblia inasema, lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye muhuri ili Bwana awajua walio wake. Na tena kila anitajaye jina la Bwana na awache uovu. Yaani aliye wa Bwana atendi dhambi, aliye wa Bwana amekamilika mbele zake, aliye wa Bwana Mungu anamjua kwa matendo yale ambayo anatenda mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Matendo yako sio yako namna gani mbele za Bwana? Sio ni dhambi gani ambayo imekukalia? Inaweza ikafanya utumishi wako usifike mbele zake Mungu. Wana wa Israeli walikuwa na dhambi. Waliabudu miungu mingine ya mababu na mababa zao. Na basi Joshua akawaambia, hamwezi mkamtumikia Mungu kwa njia hii. Say you must set those gods of your forefathers, and as now start worshiping and serving the true God, or you forget about serving God. Na hata leo ni vizuri basi wache kile ambacho unachokifanya, kile ambacho chukizo mbele zake Bwana, kile ambacho kumpendeshi Mungu, na ukamtumikia Mungu, na ili utumishi wako basi ukawa umeheshimika naye Mungu juu mbinguni. Bwana asifiwe. Na ndipo nasema kwamba if you serve God, He will honor you. Bwana asifiwe. Na kama Mungu atakuheshimu, nini ngine unataka katika dunia hii? Tumikie Mungu. Let us be holy, for our Lord is holy. Mungu hajihusishi na dhambi yoyote. Mungu hajatenda dhambi. Mungu ni mtakatifu. Leo sisi wakati mtoto anafanya makosa pale nyumbani kwa wazazi, kama mtoto amekosea pale nyumbani, itakuwa ni vizuri kuapproach
ukitenda dhambi, wakati umeenda kando na mapenzi ya Mungu, haitakuwa rahisi kumapproach. Bwana asifiwe. Tunapotumikia Mungu katika utakatifu, basi uhusiano wetu, hiyo ni jambo la kwanza linatendeka maishani mwetu. Uhusiano wetu na Mungu unaendelea kukua siku kwenda nyingine. Our relationship with God grows day after another. Uhusiano wetu na Mungu, maana tumekaa katika utakatifu. Uhusiano wetu na Mungu, maana yeye pia ni mtakatifu, unaendelea kukua siku kwenda nyingine. Jambo la pili, we will gain spiritual strength and stability. Yaani tutakuwa na nguvu za Roho, nguvu za Roho Mtakatifu zitakuwa nasi na tutakuwa tuna uwezo wa kusimama imara. Ni kwa maana tunaishi katika maisha ya utakatifu, naye Mungu wetu tunaweza kumtumikia. Tena la pili is that we will influence the world. Yaani wale ambao wa dunia hii, wale ambao wataokoka, wataangalia maisha yetu ya utakatifu, waone ya kwamba maisha ni mazuri, haya maisha fulani yanapendeza mno, yanapendeza sana, ninapendeza na maisha haya, ningebaki nikaishi kama huyu mama, maana nimeona maisha yake yako sawa. We will influence, na wengine tutavutia wengi waje upande huu wetu, mwana wa Mungu wote aliye juu mbinguni. Wataona utumishi wetu kwa Bwana, na vile Mungu ameahidi kwamba atatenda, ameshatutendea. Waache kwenda kuwankanga, waingie kwa Mungu wetu na tuendelee na safari ya kumtumikia Mungu pamoja. Si maandiko, lakini huwa wanasema maombi ama uimbaji hautoshi. Uimbaji ni mzuri lakini hautoshi. Neno hili ni zuri lakini haitoshi. Lakini maombi yale mazuri na makubwa ni yale ambao ni maisha yako leo unayoishi katika wale watu, katikati wale watu wa ulimwengu. Bwana asifiwe. Bila unaishi katika wale watu wa ulimwengu, unahubiri neema ya Bwana, unavuta wengi kutoka kule waje upande huu. You will influence the world. Bwana asifiwe. Situkani maisha utakatifu, na hivyo ndio kujenga huu mwili wa Kristo pamoja. Bwana asifiwe sana. Hem, jambo la mwisho, we will keep God's covenant. Kuna agano ambao umeungana na Mungu. Kuna agano ambao tumeungana na Mungu wakati uliokoka tukabadilika wana. Kuna mambo tulisema mbele za Bwana. Hata mwaka huu ukianza, kuna mambo tulisema mbele za Bwana. Kuna agano uliweka na Mungu, ukamwambia kwamba mwaka huu nataka nikutumikie kwa moyo wangu wote. Na basi kama hakuna utakatifu, basi agano la Mungu utakuwa umevunja. Bwana asifiwe. Ukasema kwamba I want to be faithful servant before the Lord, na kama utoi fungu la 10 umevunja agano. Na kama nifanye kazi ya Mungu kwa moyo wangu wote, nikutumikie Mungu wangu kwa moyo wangu wote, na basi kama hauna utakatifu ndani yako, umevunja ile agano yake Mwenyezi Mungu. Tuishi maisha ya utakatifu because our Lord is holy. Let us live a precious life before the Lord. When you read in the book of Luke, kitabu cha Luka mtakatifu, nikimalizia pale sura ya kwanza mstari wa 74. Luka chapter 1. Chapter 1 verse 74 na 75. Kuna mstari mingi. 74, Luka chapter 1, Luka kifungu cha kwanza mstari wa 74 na 5. Kuna vile andiko nasema hapo. Hapo tuanze mstari wa 73.
uwapo uliomwapia Ibrahimu baba yetu, ya kwamba utatujalia sisi tuokoke mikononi mwa adui zetu na kumwabudu pasipo na hofu, kwa utakatifu na kwa haki mbele zake siku zetu zote. Ili angano, kuna ile angano umeweka mbele zake Bwana, utumikia Mungu kwa utakatifu na kwa haki mbele zake, na si leo peke yake, sio kesho, lakini ni kwa siku zetu zote. Wacha tukipeane mbele za Bwana na tukaishi maisha ambayo yanampendeza Mungu, na ili utumishi wetu usiodharauliwa mbele zake Bwana. Bwana asiangalie akiwa juu mbinguni na utumishi wetu uko namna gani, aone kwamba utumishi huyu ni wa mtumishi wangu ambaye ni mwenye dhambi, ambaye aishi kulingana na vile ninataka akaishi. Wacha tukaishi kwa utakatifu, naye Mungu anatenda wema katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. May God strengthen us. Bwana atutie nguvu. It is not easy to live a holy life. Let me assure you, si rahisi, lakini tukimwambia Bwana atusaidie, atatusaidia. Bwana asifiwe. Tumwambia Bwana, Mungu tuko hapa, tunataka kutusaidie, tukutumikie, tukaishi maisha ya utakatifu, tukutumikie, ili tuweze kuwa tuko na uhusiano mzuri na wewe, na ili wewe Mungu atubariki. Bwana atakutie nguvu. Bwana anaweza kutenda, na Mungu wetu ni mwaminifu. So mchungaji, karibu sana, utuombee. Mungu kwa ajili ya neno, utuombee ili Bwana atutie nguvu, tukazidi kuishi maisha ambayo yanampendeza tunapozidi kumtumikia Bwana. May God bless you so much.